Fizi mzima hakuna rapere mimi naweza kumkimbia hata nusu ya chembe. Yale hakuna hata rapere ambaye anaweza kunitisha mimi. Kuko mtu analitaka baba yabo na ndio mimi baba yabo, ndio mimi ndo nalianza jina baba yabo. Kupitia ule muziki watu wakanijua kama ndio baba yabo. Hata tattoo ukiangalia hapa kwenye mkono anaitwa Afande Sharma baba yabo. Unaona? Sasa sijui utaliambia ni baba yabo kivipi. Nalianza jina kabla yake. Anakuwa anatafuta kuniingilia kwa abio. Anakuwa anatafuta kuniingilia kwa abio. Mjinga fulani anajiita baba yao. Hawajulikani kwetu, mimi najulikana kwao. Kwa maana anafanya game kwao, yeye afanye game kwetu na nyimbo zao hazifiki kwetu. Ndio kwa maana alisema hivyo. Okay, sawa. Tukiachana na ile, lakini wakati ulienda tulisikia ule anadita baba yabo alisema kama unamkimbia kwa kazi ambayo anafanya hapa Fizi, ukamkimbia na ndio maana unaenda kwenu. Sasa ghafla tunaona tena unarudia tena. Tujui kama unarudia tena kwa Fuyo. Bwana hapa tuko na Afande Sharma. Naweza mliona show yake ambayo alifanya hapa Kasongo, ilikuwa watu ni plein sana. Vraiment tunaona kama show ile inapita hapa Fizi, lakini Kasongo ni fasi ambayo alishakuwa na miaka mingi afanye kazi, lakini balipokea vizuri sana kupita show ambayo tuliona hapa Fizi. Na leo tulipata nafasi ya kumpata Afande Sharma na ndio maana leo yuko mbele ya Mike. Ndugu yangu jambo. Jambo sana. Ndugu yangu tunafurahi sana kukuona tena hapa kwa mtandao. Na mimi pia nafurahi tena uko invite mbele ya media yenu. Paske bafane walikuwa wanasema huyu bwana anapotea sana mkazi. Kumbe tuliona ungaliki tu mkazi. Si unajua tulikuwa siku mingi sana atuenda kuongea na bazee Manyema ama mashabiki wa kwetu walikuwa sikiaka tu kazi imebalikuwa tuona bado. Ndio hivi tulishuka kwanza kwenda kubasalimia, baada ya kubasalimia ndio tunarudia tena mtere. Sasa unaweza tuambia show ambayo ulifanya Kasongo bali ipokea aje? Tunamshukuru Mungu, show ambayo tulifanya Kasongo tumepokelewa vizuri sana. Tumepokelewa vizuri na upendo ambao alitonesha kule wema na ba felicite bashabiki ya kwetu kabisa. Unaweza tuambia mashow ambayo ulishafanya hapa Fizi na show ambayo ilipita Kasongo, ya wapi ilitoka bora? Yaani show ambayo nimefanya Kasongo ilipita bora sana, zaidi sana kuzidia show yote ambayo nishafanya hapa, wale ambao nishafanyia hapa Tanganyika naanze game hapa. Okay. Na muziki yako ulikuta kule kabisa ina trend kabisa. Kama kawaida muziki ziko na trend kule. Hata hapa pia muziki zina trend. Kuhusu habari ya muziki kutembea hapa na pale ni sawa tu, hakuna tofauti. Yaani hapa tu kama pale. Okay, merci. Sisi tuliwazia kama unamkimbia ndio Bifiziano hapa, lakini tuliona kama ule unafanya ndio kazi. Eske ile ilikuwa ni kumkimbia ama unatafuta singiziaji ya show? Ama ni show ambao ulifanya tu ndio projet ambao uliendea ama ulimkimbia ni Bifiziano? Naweza sema Fizi nzima hakuna rapper mimi naweza kumkimbia. Fizi mzima hakuna rapper mimi naweza kumkimbia hata nusu ya chembe. Yale hakuna hata rapper ambaye anaweza kunitisha mimi. Kuko mtu analitaka baba yabo na waza unafahamu ule nani baba yabo kabisa Fizi banamuitika, na ukitambia kama we hawezi kumkimbia na bafane banasema ule ni baba yabo, hiyo unatuacha nje ya kati ndugu yangu. Baba yabo? Baba yabo ni mimi moyo tu. Baba yabo ni wewe peke. Kivipi ndugu yangu? Na wakati sisi tunaona kazi yake. Jina baba yabo mimi ndo nalianza. Kwa nini nasema mimi ndo baba yabo? Mimi ndo nafanya nyimbo naitwa baba yabo njoo mie baba yabo ndio mimi ndo nalianza jina baba yabo. Kupitia ule muziki watu wakanijua kama mimi ndo baba yabo. Hata tattoo ukiangalia hapa kwenye mkono anaitwa Afande Sharma baba yabo. Unaona? Sasa sijui utaliambia ni baba yabo kivipi. Nalianza jina kabla yake. Unaona? Yaani ni mtu tu alitaka na akamata ile jina apitie muupepo wa Afande Sharma. Ndio tunaweza sema vile. Maana sisi tunamwona na yeye anaandika kushapo yake baba yabo. Na uona dita baba yabo. Pale mko mnatuchangana. Atujui mwenye hiyo jina baba yabo ni nani. Maana ukimfuata yeye anakuambia yeye ndo baba yabo alianza tangu muziki zamani, wewe yafika hapa Fizi. Na naona atuambia tena wewe ndo baba yabo ambaye yeye anaika jina lako. Waambie mashabiki wazi ili wapate kujua. Kwanza muziki mbele haijamaanisha njoo kusema unaitwa baba yabo. Unaweza anza muziki mbele na ulianza tu mbele vile. Tunaweza sema kinguo. Kinguo ni kitu kile kitapasuka na ile jina inapotea. Muziki na yenyewe utabakia milele na milele, batoto yangu, bayokulu yangu batakuya kuona ile jina baba yabo.
na kupitia tatuaje labda nikifa njoo tatuaje inazimika, ndio banajua kama mimi inajulikana mimi ndio baba yao, paske ni bitu niko labda ya kudumu. Muziki ni kitu ya kudumu, kingoni kia mwaka kinapasuka. Tatuaje pia ni kitu ya kudumu. So paka siku la kufa ndio na hii tatuaje inatoka na inaandikwa baba yao. Kwa hiyo mimi simjue kwa jina la baba yao. Ama ulijipanga baba yao wakati uliona yeye anajiita baba yao ndio ukaona na mimi acha na mimi nibe jina na mimi nijitie tatu ya baba yao? Hapana. Kwanza naweza sema yeye hiyo jina ya baba yao anaanza tumikisha 2023. Jina mie na ile muziki ya bababo naitoa mu 2022. Sasa anaweza alinianzia jina bababo mbele kivipi? Sasa na kuna muziki yako mmoja tulisikia ukasema muambie ule anajiita baba yabo kwetu abamjui, lakini mimi kwabo nasikilika. Ile inatokana na nini ulipata ile mchongo wa kuongea vile? Naliona saa ni vile bitu moya anakuwa anatafuta kuniingilia kwa abio. Anakuwa anatafuta kuniingilia kwa abio. Ndio nikasema mjinga fulani anajiita baba yao. Hawajulikani kwetu, mimi najulikana kwao. Kwa maana anafanya game kwao, yeye afanya game kwetu na nyimbo zao hazifiki kwetu. Ndio kwa maana alisema hivyo. Lakini tukiachana na ile wakati ulitoka hapa ule anajiita baba yao, tulisikia anaongea kama wewe ulimkimbia hapa Fizi, hakuna mpinzani kabisa. Na ndio maana uliona ngoma yake ni kali, anakufunga kila kitu, ukaamua kurudia kwenu mwachie yeye afanye kazi yake. Lakini ghafla tunaona tena unarudia, hatujui kama unarudia kufuyo ama ni kwa amani ama unakia kumreponde mwile kauli ambayo aliongea kama wewe ulikimbia. Tunaweza sema pardon kidogo. Naona kama bana kuita kusimu. Okay. Hello. Yebo, vipi bro? Utanipigia baadaye, niko kwenye media hapa. Baada ya dakika 10 utanipigia. Sawa. Nasikia sauti ya 20% ndo anakuita. 20% mwenyewe unaona namba hapa 20%. Okay, sijui mna kingine kipi ambacho mnatafuta kufanya? So tunaongea vitu fulani tunabadilishana mawazo fulani. Okay, tuachane na ile nijibie kabisa swali yangu. Kuhusu ile maneno ile bwana aliongea, mimi sikurudia sababu yake, na kama nalienda sikwenda sababu yake. Nalienda kufanya bitu yangu kule, na baada ya kumaliza bitu yangu na narudia, kisha kumaliza bitu yangu kule na narudia tena hapa. Ila hakuna neno yake, hakuna neno ambalo linaweza kuniingia. Kwa maana ana nyimbo ambazo zinaweza kunisumbua. Kwa maana nikikumbuka Kaiti bali kafanyaka zamani, tokea kolabo wenyewe alifanyaka kama na nani na Elbiza. Ndio kanyimbo ka mwisho kale la kaka kale. Sasa mimi naweza mkimbia kuni. Mimi nafanya nyimbo za mipeke, tena nafanya audio na zinaenda, sasa anaweza niambia mimi namkimbia nani? Mimi siwezi mkimbia mtu hapa. Yaani hawezi kunitisha kwa lolote. Kwa sawa kwenye YouTube nina content kubwa kumzidi na Dika ya Babone. Kwenye TikTok nina 65k ya Babone. Kwenye Instagram nimeshasahau kwenye Instagram. Yaani kila fasi namzidia. Iti mjini namzidia. Sasa naweza kukimbia kwa nini sasa? Lakini kuna chanson ambayo aliimba hapa tuna celebrate, ni chanson ambayo tulisikia Fizi kabisa bana naipenda sana. Bakasema hii inavunja nguvu ya Fandeshama. Amna, ni nyimbo ambayo iliboostiwa. Sawa, unajua kwa nakwambia nyimbo iliboostiwa. Bellamy tunafanya mfano Bellamy muka. Wakati anafanya nyimbo za asili zilikuwa napata viewers nyingi sana sababu ya kuboost. Na njoo alikuwa na jina kama yeye ambaye anakuwa nao kwa sasa hivi. Lakini kwa sasa hivi anafanya nyimbo nzuri afu na jina ila azifikie hiyo viewers ambazo zilikuwa pika zile ile hiyo kazi ambayo alifanya zamani. Njoo kwa maana anaweza sema hiyo nyimbo ziliboostiwa. Mfano naweza sema Bana Ingizana hakuna mwenye haijua. Fasi mtu anafanya vizuri unamsifia, hapa alifanya vizuri. Hapana kwa mnafiki sababu ni muziki tu. Hiyo nyimbo ziliboostiwa. Bana Ingizana kila mtu anaijua, lakini yeye na viewers kumtandao. Lakini hiyo celebrate yake hakuna maana haijua. Mimi tu mwenyewe sikuwa najua sana nyimbo inaitwa Celebrate. Baada ya kuanza kuiongelea kwa media yao iko na maviewers kifulani, baada ya ugomvi wa nani wa producteur nani Samkizi na White Beat, ndio nikaanza kujua kama kuna nyimbo fulani nafanya hivi. Lakini mimi sijawahi kuisikia hata sehemu popote bana. Basi nitasema ile Bana Ingizana sababu ni nyimbo ilikuwa ya
ya Nilbiza. Ye baba lao ni mtu mwenyewe alifaa tu collab, c'est pour cela kufanya promo sana, na ndio maana haiko na mavi mingi. Ingelikuwa sema ni yake ingelikuwa na mavia mingi. Nikiwa ndio bo, tukiachana na hiyo tunarudi nyuma tena. Kuna msanii mmoja hapa Fizi, wakati ulikuwa unako tulisikia anatosha nyimbo moja inaitwa Asara ya Moshi. Asara Moshi, tukimuliza anasema anaimbia sana generation ya wasanii ambao wanapenda kuvuta, na tukiangalia wasanii ambao wanapenda kuvuta hapa tuliona Fande Sharma na tuliona Feruze wanapenda sana kuvuta moshi. Sasa unaweza tuambia kwa ule msanii anawaimbia sana Asara Moshi, unaweza bajibia nini? Eske mitukana ama ipashia shauri mwache kuvuta? Hapana, hakututukana, bali aliongea tu kweli. Sababu unaweza kusema mfano sio wanadamu. Tunafanya kitu ambao tunajua ni kitu kibaya mbele ya Mwenyezi Mungu ama mbele ya Mungu ni kitu kibaya, lakini tunaendelea kukifanya. Mfano unaweza tongoza ndumba leo. Unatongoza ndumba leo, mnafanya mambo yenu na unajua kesho wala kesho kuta nitakufa mwa kazi yangu kwa magonjwa fulani ama kwa nini. Hakuna problem. Aliongea tu sawa. Kuna muda unaweza ukaingia mkitu unaenda kukuta madhara yake, gisi ya kukiacha tena unashinda paske unakuta ni kitu kisha kwa mudamu. Ndio sepulikuwa ulisikia Big Bro Afande alisema nifanye nini ili niache sigara. Ila kama hauko mvutai hauwezi uelewa nini maana ile nyimbo, lakini ukisha kwa mvutai na tumbako kisha kuingia mwili ndio utajua maana hiyo nyimbo. Sasa unaweza kumjibu Sniper vile alisema Asara Moshi inaweza leta madhara. Sasa wewe unaweza tuambia utaacha kuvuta dia madhara ama utaendelea sasa kuvuta? Kuvuta nitaendelea kama kawaida tu. Kwa maana ni kitu tushaingia mwake. Na kitu kishaingia mwake na si benye tunajua kuvuta ni kubaya, tunavutaka. Tunaweza sema ni kubaya sababu watu wanasemaka. Wewe tangia uzaleo hajawahi kusikia maiti ya tumbako. Asa mtu alikufa sababu ya kuvuta. Maiti ya pombe kwa wako utasikia fulani alikufa na pombe leo, alikufa kulala asubuhi alikufa na pombe, alikunywa kaanguka pale alakufa. Maiti ya tumbako hatawahi kusikia. Tangia dunia ianze. Na mashabiki yako wanasema wewe ulimuiga ndio Afande Ready tangu Zeshana Afande Ready na 20 ambao likafanya collab na ndio sepsela ndio leo unaanza futa sana. Hiyo ni kweli? Kama anasema vile mimi siwezi katara, paske si unajua mashabiki njoo yabo kuongea, hawezi mkuzia shabiki anaongea kile kitu kile kitu anadisikia. Na ndani ya busani kila mtu anakuwa kana yake msanii mwenyewe anakuwa mkufanya nini? Mkumespire kazi yake. Unaona? Yani mimi Ready njoo rapere wa kwanza mwana mpendaka dunia nzima, siaonaka rapere wa kulishindia Ready. Japo kwenda nitakosifika urapere anajoimba vizuri sana, lakini Ready njoo wangu hapa. Ndio. Unashinda kumtapa hata Feruze bwana. Feruze? Ndio. Feruze ni nani? Feruze ni msanii ambaye anasikilia hapa Fizi, usimsahau ndugu yangu. Feruze? Mimi simjui Feruze. Ndio Feruze. Paske nyewe wasanii mpendanaki ndio tatizo. Mimi napendanaka wasanii bote. Kwa nini mtai Feruze? Niko mtu pisi sana kwa wasanii wote. Labda kunaongelea Frederike. Frederike Feruze. Wapi? Asikilike wapi ule? Asikilike wapi? Ni msanii mwenyewe alivuma kwa upepo wa kimbunga. Yaani nikwapie haki ya mama yangu. Feruze bila hiyo nani hiyo awaldi. Mungu mwa kuna mtu mangemjua Feruze mimi sisi. Una uhakika? Unajua kuna wasanii wangapi hapa misisi? Lakini ni majina chache ndio inasabidika hapa sasa, ndio basanii bale betu tunabahesabia mbele ya nani hapa misisi bale ndio basanii hapa. Hata ukikoa msanii fulani hapa tom presenter ni ule msanii fulani na msanii fulani na msanii fulani ndio msanii hapa wale. Unasikia? Yeye nani Feruze hakuna sema anasikilika. Sasa tukiachana na ile unaweza tujibia kule Kasongo msanii gani ambao uliona kabisa anafanya kazi vizuri sana akikuja hapa anaweza pinzana na wenzake? Msanii ambaye anafanya kazi vizuri sana wanamuita Nyesbai Tembo, Nyesbai Yokolo. Ule ni msanii anafanya vizuri sana. Na msanii mwingine anafanya vizuri ni Everin Boy. Sijui kama shaka kusikia kanyimbo kake kaleta kobota lengi bibi yangu anajifungua. Huyo na anafanya vizuri huyo. Ok, merci. Les fans wa Media Like Mlishio, moi qui suis devant la micro, c'est toujours kula kubiaka likia kupakulia vitu vipya ambao tunakwambia tuko bye bye. Tunashukuru sana kwa Media leo. Sijui unaweza malizia neno ya mwisho kwa fan yako. Tuseme neno ya mwisho, neno kumalizia, maana tukisema ya mwisho itakuwa ni unakufa. Ndio vile. Neno naweza waambia bafani yangu
mimi nilitoka na naisha rudia tena mterrain. Na taendelea kufanya kazi kama kawaida. Taendelea kufanya kazi kama kawaida. Na wengine basanii bazili focus baandike manyimbo zitakuwa na maana na zikuwe na hiti. Tuache kwa kilele manyimbo ya zamani. Hakuna, fanya nyimbo mpya na watu waikubali. Sini watu wetu kuna manyimbo ukapita kwa show unasikia ukalomba baba yabo inakuma mapisha njia. Ona bia vile. Tufanye kazi, tufanye muziki wa bien, tuendelea mbele. Basi njone. Merci monsieur les fans, tulikuwa na Afande Sharma anakuambia anarudia tena upya kwa kazi mpya. Anakuambia ninyi wasanii mjue kufanya script mzuri ya kuandika nyimbo, maana hapa nakia kwa sababu ya kazi. Akiajia upinzani ya mtu. Basi usisaidi kusubscribe na kucomment na kulike. Tunasema bye bye.